Bwana Yesu asifiwe. Ninapowaletea neno hili nitumie nafasi pia kuwaaga. As I am bringing this word to you, let me just take the opportunity to say goodbye to you. Kwa sababu naamini Jumanne tu ninarudi Perth ambako because I believe that on Tuesday I go back to Perth. Ndio kituo changu kikubwa. And that's where is my where I arrived. Lakini ninaamini tutaendelea kuombeana. We will continue to pray to one another. Amen. Amen. Natamani tuanze na andiko katika Zaburi ya 119. Let's start with the scripture in Psalm chapter 119. Mstari wa 6. Verse 6. Mtu ambaye anaweza kunisomea kwa Kirundi nitashukuru sana. If we can get someone to read for us in Kirundi, that would be tukienda kwa haraka sana kwa sababu ya muda wetu. And I will try to go as quick as we can because of the time. Zaburi 119 mstari wa 6. Psalm 119 verse 6. Kuna aliyepata kwa Kirundi tusomee tafadhali? Can someone read for us in Kirundi? Ahonzo shirira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho ntazomaramara. Umemaliza mstari wa 6. Sasa naomba usome alafu wote warudie wanaoweza kusema Kirundi. Just read so that everyone can repeat. Those who can speak Kirundi. Alafu read the sentence and everyone is going to repeat after you. Ahonzo shirira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho ntazomaramara. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Katika Kiswahili anasema sitaaibika, mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako. Mangapi? In Swahili it says, usipoyaangalia maagizo ya Bwana yote, which means if you don't consider all the commandments from the Lord, mbele za Bwana iko siku ya kuaibika. So someday you will be ashamed. Na ndio maana ningetamani tujue maagizo ya Bwana yote. That is why I would love each one of us to know all the commandments of God, ili tusiaibike, so that we not put on shame. Sema amen. Say amen. Na mimi leo natamani nikupe moja ya maagizo ya Bwana. Today I'm just going to give you one of the commands. Yapo maagizo ya Bwana mengi ambayo tunaagizwa tufanye. So many commands that God told us to do. Lakini leo nataka nikupe moja ya maagizo ya Bwana. Today I'm just going to give you one of them, ambayo kama tukishika sawa sawa, that if we take it considerably, hatutaaibika. We won't be ashamed. Na kama unaandika sasa andika. If you are writing, just write some notes. Umuhimu wa kujali ibada zote. The importance to attend all the service. Umuhimu wa kujali ibada zote. The importance to attend every service. Sema amen. Say amen. Somo letu linaitwa nini? What is the title of the message? Umuhimu wa kujali ibada zote. The importance to care. Maana yake kama tukijali ibada zote, that means that if we attend all the service, kama neno la Mungu linavyosema, as the word of God says, hatutakuja tuaibike. We will not be ashamed. Twende Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Let's go in Deuteronomy chapter 12. Sasa hapa nitaomba anisomee mtu wa mwenye New International Version. So I will need someone to read for us if you have the New International Version. Nitaanza kusoma kwa Kiswahili. I will read in Swahili. Alafu utasoma kwa Kiingereza kama una New International Version. Yeah, New International Version. Biblia inasema, the Bible says, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Biblia inasema, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Amen. Amen. But you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes, to put his name there for his dwelling. To that place you must go. Hebu tuseme wote, to that place you must go. Let's say everyone that to that place you must go. Ninyi ni Waingereza mnaelewa. You know English. Ukisikia sentence inasema neno must, maana yake ni nini? If there is sentence saying must, that means
That we have to. It's a command. Sio kitu cha maombi. It's not something that I To that am place asking you must go. Ikisema kwamba lazima uende. Pale ambapo Bwana ameweka jina lake. So the place that God has put his name. Biblia inasema Bwana mwenyewe yuko hapo. The Bible says that God himself is there. Na hapo lazima uende. And to that place you must go. Kwa hiyo swala la kwenda kwenye ibada, so the thing of going to the service, sio swala la hiari. It's not something that you do when you Sio want. swala la kujisikia. It's not something that you do when you feel like Sio you swala want la to. kusema sina kazi ngoja niende It's not something kanisani. that you say, I'm not going to the work, let me just go to church. Swala la kusali ni swala la lazima. The thing of going to the service is a must. Kama Mungu amesema to that place you must go. If God said that kwa nafasi hiyo lazima uende. Usipojali ile lazima, If you don't take care of this word must, Warundi wanasema uzo mara the mara. Burundian says you will be Uzo ashamed. mara mara. You will be ashamed. Utakuja kuaibika. You will be Na ashamed. mimi ningependa watu wa amazing. I'm telling the people of Amazing. Tujue hapa Amazing Grace Gospel Church Amazing Grace Gospel Church. ni mahali ambapo Bwana ameliweka jina It is the lake. place where God has put his stone. Kama ungenielewa ungesema amina. If you have understood me, you would say Bwana hallelujah. ameweka jina lake mahali God hapa. has put his name here. Na kama Bwana ameweka jina lake mahali If hapa, God has put his name here, kuja mahali hapa siku ya to ibada come to this place on the day of ni service jambo la lazima. is a must. Wapendwa, tuko vizuri pamoja? Are we together? Tuko vizuri pamoja? Are we well together? Twende Waibrania sura ya 10 inasema nini? Let's go in the book of Hebrew chapter 10. Mstari wa 25. Hebrew chapter 10 verse 25. Waibrania sura ya 10 mstari wa 25. Hebrew chapter 10 Wakati 15. unatafuta naomba nikuulize. As we looking for the verse, I will just ask you. Swala la kusali ni swala la hiari au la lazima? Coming to the service, is it just something that you can do or it's a must? Unalazimishwa na nani? Na mchungaji au na Mungu? Who said that it's a must? Is it pastor or God? Na ukikataa kutii agizo la Mungu, utaibika au utaheshimika? If you don't obey the command of God, will you be ashamed or respected? Mimi naomba pasiwepo atakayeaibika kati yetu katika jina la Yesu. I am asking that there would be no one who will be ashamed in the name of Waibrania Jesus. sura ya 10 mstari wa 25. Hebrew chapter 10 verse 25. Biblia inasema wala tusiache kukusanyika pamoja Not giving up meeting together, kama ilivyo desturi ya wengine, as some are in the habit of doing, bali tuonyane but encouraging one another. na kuzidi kufanya hivyo. And all the more you see Kufanya hivyo namna gani? how Kuhudhuria pamoja na to wengine. come together with the others. Kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. As you see the day is approaching. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Tusiache kukusanyika pamoja. We should not stop together. Wewe ambaye ni Mkristo hapa Amazing, If you are a Christian here in Amazing, neno la Bwana the word linatuambia of God tells ni us wajibu wetu kuendelea kukusanyika pamoja. that we have to continue to meet together. Na lazima uweke ratiba yako And vizuri, you must make your plans very well. kwamba siku ya kwenda kwenye ibada, That on the day of service, kama namna kanisa la Amazing lilivyopanga, even how the Amazing Grace Gospel Church has nisimamishe mambo planned, yangu yote. I have to stop all my things. Bora nipate hasara ya kazini, I would have I would not be respected my way wanikate ile posho, and not receiving my ili wages, nikamheshimu Mungu ambaye but I will ameniambia have to nikasali. respect my God. Kama unanielewa vizuri, If you sema understand amen. me, say amen. Na Biblia inasema tusiache kukusanyika And the pamoja. Bible says we should not stop to meet Kama ni together. Jumamosi tusiache kukusanyika If it is pamoja. Saturday, let's all just meet on Kila Saturday. Jumapili tusiache kukusanyika On pamoja. Sunday, let's come together. Kwenye maombi tusiache kukusanyika During the pamoja. prayer sessions, let's come Kwenye together. mafundisho tusiache kukusanyika pamoja. During the teachings, let's just come together. Usifike mahali ukachoka mpendwa. Don't be tired, Biblia inasema kwa maana siku yenyewe ni karibu. because the day is approaching. Kama unanielewa vizuri, piga kelele, sema If you amen. understand me, shout saying amen. Yesu mwenyewe, Jesus himself, Yesu akasema hivi, he said like this: jitieni nira yangu mjifunze. just use my yoke and learn from me. Mjifunze kwangu, si And sawa? learn from me. Si sawa? Is that true?
Yesu ndio tunajifunza kwake. We are learning from Jesus. Je, Yesu alikuwa mtoro au mchelewaji wa kwenye ibada? Was Jesus not attending service, or was he attending late? Alipenda muda mwingi awepo kanisani. He liked all the time to be in the temple. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kuna watu unakuta hasa katika nchi zenu zilizoendelea. You know there are some people, especially in these western countries. Anatumia muda mwingi yuko kwenye TV. They use a lot of the time watching TV. Yuko kwenye YouTube. Watching YouTube. Yuko kwenye Facebook. They're on Facebook. Lakini muda wa kuja kanisani, but the time to come to church, ni muda kidogo sana. It's just a little time. Hapo haujafanana na Yesu. So you haven't you are not looking like Jesus. Nira ya Yesu. Just use my yoke. Lazima tujali kuwepo kanisani, nyumbani mwa Bwana. We have to care about all the services in the church. Siku moja, one day, Yesu alikwenda na wazazi wake kule Nazareti. Jesus went with his parents in Nazareth. Na baada ya sikukuu wazazi wakarudi wakamwacha Yesu. After all the feast they came back, but he was staying in the church. Walivyofika walikwenda na Yesu Yerusalemu. They went with Jesus in Jerusalem. Sasa waliporudi kutoka Yerusalemu wanafika Nazareti. So when they came back from Jerusalem to Nazareth, wakashangaa Yesu hakuwa pamoja na wale watoto wengine. Jesus was not together with them. Wakaulizana, hivi Yesu yuko wapi? They asked one another, where is Jesus? Wakaanza kumtafuta Yesu. They started looking for him. Wanaenda kwa majirani. They went to the neighbors. Huyu Yesu yuko wapi? Where is Jesus? Hayuko hapa. He wasn't there. Pengine kama kungekuwa na Nandos, wangeenda kwenye nyumba za Nandos. Maybe they would go to Nandos and have a look there. Mahali wanakokula chipsi. Every place that they eat chips. Kila mahali wakamkosa Yesu. They tried to search everywhere but couldn't find him. Wakasema sasa, they tried to think, turudi Yerusalemu. Let's go back to Jerusalem. Tukamtafute Yesu hekaluni. And look for Jesus in the temple. Waliporudi kule, when they went back, wakamkuta Yesu akiwa na umri wa miaka 12. They found Jesus, he was a 12-year-old boy. Anaongea na wakuu wa dini. Talking with those priests. Talking to the Pharisees. Wakamuita Yesu. They called Jesus. Wakamwambia Yesu. And they told him, Jesus, tumehangaika sana kukutafuta. We've been looking everywhere for you. Kwa muda wa siku 3. For 3 days. Tumekuwa tukikutafuta. We've been trying to look for you. Tulienda mahali fulani na mahali fulani na mahali fulani. We went to every place looking for you. Hatujakuona. But we couldn't find you. Yesu aliwajibu nini? Jesus, what did he answer them? Kwa nini kunitafuta? Why did you look for me? Kwa nini kunitafuta? Why did you look for me? Kwani hamkujua? You didn't know that. Kwamba inanipasa kuwemo nyumbani mwa baba yangu. That it's better for me to stay in the house of my father. Kwa nini mnitafute kwa majirani? Why did you look for me at the neighbors? Kwa nini mnitafutie kwenye video? Why did you look for me at the video? Kwa nini mnitafutie kwenye kumbi za starehe? Why did you look for me in different places? Maana yake Yesu anasema, because Jesus was saying, ukitaka kunitafuta, if you want to look for me, nitafutie nyumbani mwa Bwana. Just try to look for me in the house of the Lord, in the church. Hapo lazima utanipata. That you will find me. Kama unanielewa vizuri sema amen. If you understand me, say amen. Luka sura ya 2. Luke chapter 2. Twende haraka Luka sura ya 2. Quickly, Luke chapter 2. Mstari ule wa 49. Verse 49. Biblia inasema yale majibu ya Yesu. The Bible say the answer from Jesus. Ukitaka kuelewa habari yote utasoma kuanzia mstari wa 41. If you want to understand the whole story, you will start from verse 49. Lakini mimi nakusomea mstari wa 49. But we're going to read verse 49. Akawaambia, kwani kunitafuta? Why were you searching for me? Hamkujua ya kuwa inanipasa kuwemo katika nyumba ya baba yangu? Didn't you know I had to be in my father's house? Kanisa, nataka niwaulize. Church, I want to ask you. Nyumba ya baba yetu ni wapi? Where is the house of our father? Ni wapi? Where? Nyumbani kwa baba yetu ni wapi? At our father's house. Where is her? Mbona kama hamuongei vizuri? It looks like you're not talking properly. Ni wapi? Where? Ongeza sauti. Ni wapi? Speak loudly. Where? Kanisani. In the church. Hapa ni nyumbani kwa baba yetu. Here is the house of our father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hebu nikuulize. Let me ask you.
Ni kwa kuwa huku kwenu kila mtu anaishi maisha yake. Because here in this country everyone lives their own Lakini sisi life. Afrika, But in Africa, huwa tunajichanganya na watu we wengine. just try to communicate with others. Hivi kama mtu akija nyumbani kwako, If someone comes to your house, ni mgeni amekuta nyumba imefungwa, they are visitor, they come to your house and your house is locked. akauliza watu fulani hivi yuko wapi? And they ask, where is this person? Wapi watakapowaeleza upo? Where did they say that you are? Kuna wengine There are others, wanakuambia si unajua kuna mpira wa Manchester. they will say, do you know that there is a Manchester United game? Hivi yuko mpirani. That's where he is at the moment. Yuko kwenye ligi ya mbuzi. They are at the Premier League. Nendeni mpirani mtamkuta. Just go at the soccer game, that's where he is. Hivi siku kuna michezo fulani hivi ameenda beach. They are probably at the beach. Si ni Christmas. It's Christmas time. Nendeni mtamkuta beach anaogelea. Oh, you will find them at the beach swimming. Lakini mwana wa Mungu, But the child of God, wakiuliza yuko wapi, when they ask them where they are, majirani wote all waseme the neighbors will say, kama hayuko nyumbani, if he is not here at home, yuko wapi? he would be, Sema sasa vizuri, yuko wapi? they will be at Watu the church. wasitutafute Do pengine, not look for them at wajue somewhere else. inatupasa kuwemo nyumbani mwa baba You will yetu. find them at the house of the Kwa Father. nini tuwemo nyumbani mwa baba Why are yetu? we supposed to be at the Kwa Father? sababu Bwana ametuagiza ni lazima tuje Because hapa. that's the command that the Father told Ni us to agizo la do. Mungu tuje kwenye It's a ibada. command from God that we should be at the service. Kama unanielewa, piga kelele, If you sema understand me, amen. shout and say amen. Sema amen. Say amen. Nikutume mwambie uliyekaa naye, mwambie kusali sio jambo la Just hiari. tell your neighbor that going to church is not something that you do when you want. Mwambie kusali ni jambo la Going lazima. to church is a must. Ili usiaibike, So that you won't be ashamed. lazima ujali ibada You zote. have to care all the service. Kama unanielewa vizuri, sema amen. If you understand me, Na say Biblia amen. inatuambia nini sasa? But what I'm telling you now, Kama Yesu alipenda kuwemo nyumbani mwa baba if yake, Jesus was enjoying to stay in the house of the sisi Father, wafuasi wa Yesu as we are following him, tufanye nini? what are we supposed to Waraka do? wa kwanza wa Yohana sasa, 1 John, sura ya pili mstari wa 6. 1 John chapter 2 verse 6. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 6. 1 John chapter 2 verse 6. Anaweza kutusomea kwa Kirundi, atusomee. If you can read for us in Kirundi, that would be good. uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Whoever Hallelujah. claims to live in him must live as Jesus did. Hallelujah. 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 Ukisema unakaa ndani ya Yesu, If you say that you dwell in Jesus, lazima uenende you must live kama Yesu as alivyoenenda. Jesus did. Jamani, tunaelewana watumishi wa Are Mungu? we understanding one another? Sisi hatuenendi kama dunia We inavyoenenda. are not walking as the world is walking. Tunaenenda kama Yesu alivyoenenda. We live as Jesus did. Nasema tena, tunaenenda kama Yesu I am saying alivyoenenda. that we live as Jesus did. Kama Yesu alikuwa shabiki wa mpira, If Jesus was watching soccer game, basi na sisi tuwe mashabiki wa so and mpira. us, let us be the soccer game amateurs. Kama Yesu alikuwa anashinda kwenye YouTube, If Jesus was staying on basi na YouTube the sisi whole tushinde day, kwenye YouTube. let us spend our day on Lakini YouTube kama as well. Yesu alipenda kuwemo nyumbani mwa baba If yake, Jesus liked to stay in the house of the Father, na sisi tupende kuwemo nyumbani mwa baba let us yetu. do the same. Kuna anayeweza kusema amina Can pale? you say amen for that? Haleluya, haleluya. Na ndio maana mwandishi wa Zaburi That is why the writer of Psalm, akasema katika ile Zaburi ya they said in the 122 Psalm chapter 122, mstari ule wa kwanza, verse 1, akasema nalifurahia and they say, I rejoice waliponiambia when I was told twende wapi? to go where? Twende wapi? To go where? To the house of the Hivi Father. leo mchungaji akisimama So hapa if today the pastor says aseme tutakuwa na semina siku 5 that we be having a seminar for 5 days, kuanzia Jumatano mpaka Jumapili, starting from Wednesday to Sunday, kila siku saa 10 mpaka saa every 12, day from 4 to 6 p.m. huyu watu watasema hivi, huyu mchungaji ana hekima kweli? People will say, is the pastor
having his brain? Is he Hivi anajua wise? kwamba tuko Australia tuna mabili hapa. He doesn't know that we are in Australia, that we have to pay a lot of bills. Hivi pastor anajua kwamba tunalipa mortgage. Is he aware that we have to pay the mortgage? Atukalishe kanisani tu tusali. To stay in the church and pray. Tunatafuta hela Bwana. We have to look for money. Lakini waenda mbinguni But those who are going to heaven, wakiambiwa siku fulani njoni kanisani, if they are told to come to the church and hawana maswali, they don't have any questions. wanafurahia. They are very happy. Hallelujah. Hallelujah. Hebu naomba tuseme wote, nalifurahia waliponiambia. Let's all say, I rejoiced when those who say to me, Twende nyumbani mwa Bwana. let's go to the house of the Lord. Nalifurahia waliponiambia. I rejoiced with those who said to Twende me, nyumbani let's kwa go to the house of the Bwana. waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia twende Nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana. Hakuna baraka. Nyumbani kwa Bwana kuna uponyaji. There is healing in the Nyumbani house kwa of the Lord. Bwana. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema hivi, Zaburi ya 84 The Bible says in Psalm 84 mstari wa 10, verse 10, inasema siku moja it says one day ya kuwemo nyumbani kwa Bwana to stay in the house of the Lord ni sawasawa na siku 1000 is like 1,000 za days kuwemo kwenye mambo yetu of wenyewe. being in our own stuff. Siku moja One day, only one day. unapoamua kuja nyumbani kwa Bwana If you understand coming siku to the house of the moja Lord, just one ni ya day, thamani sana mbele za that Bwana. day is priceless Ni before the Lord. zaidi ya ni kama siku 1000 It's more than 1,000 days za kuwepo kwenye shughuli zetu. of being in our own things. Sawa sana siku 1000 It's like za 1,000 days kutafuta pesa. of looking for Ndio money, maana ni muhimu sana tujali kuwepo which nyumbani mwa means it's Bwana. very important to be in the house of the Lord. Kama bado unanipenda sema If you amen. still love me, say amen. Na mimi niseme hivi, Let me say this. Wakristo wa Jumapili mpaka Jumapili Christians of only Sunday and only Sunday, ni Wakristo wachanga miaka yote. those are little baby Christian every Najua day. watanichukia wako hapa, I know that many people will not love me. lakini mwanzoni nimeaga kabisa ili mkikasirika niwe In nimeshaondoka. the beginning I said goodbye so that when you become angry I will Yaani just wewe leave. ni Mkristo unaopatikana Jumapili You are a Christian who attends church only mpaka on Sunday Jumapili, and Sunday tena again. hiyo Jumapili yenyewe unakuja kwa And kuchelewa, on Sunday you even attend late. na hata Jumapili zingine hatukuoni. And some Sundays you don't see you. Wewe bado ni mtoto mchanga, You are a child. unahitaji kupewa maziwa. You must be given milk. Lazima tuwe watu wazima We sasa. must grow up now. Amazing ni kanisa la watu wazima Amazing the church for ambalo adult people wanajua swala la kusali ni swala la who lazima. know that going to the service is a must. Swala la kusali sio swala la hiari. Going to the service is something like it's a Lazima must. niende nyumbani mwa Bwana. I have to go to the house of the Lord. Lazima nijali vipindi vya I kanisa. have to take in Lazima consideration all nijali the service. ratiba za I kanisa. have to consider all the plans of the church. Nisimamishe mambo yangu I have to yote stop all my things niende and kanisani. go to church. Kama unanielewa vizuri If sema you amina. understand me, say hallelujah. Kwa nini tunalazimika kuja kanisani? Why do we have to go to the church? Ngoja niseme mambo mawili kwa haraka. Let me just say two things quickly. Jambo la kwanza, First one, tunaelewa wote kwamba Yesu ni mwalimu. we understand that Jesus is a teacher. Ukisoma Yohana sura 13 mstari wa 13, If you read John 13:13, Yesu mwenyewe anasema ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, Jesus was saying, you call me teacher and Lord. nanyi mwasema vema, maana ndivyo nilivyo. And you say good because that's who I am. Yesu ni mwalimu. Jesus is a teacher. Na kama Yesu ni mwalimu, And if he is a teacher, wanafunzi wake ni sisi tuliookoka. oh, we are our disciples, all who are saved, we are his disciples. Sema amen. Say amen. Nataka niwaulize I kanisa, want to ask you, church, hata kama hujawahi kusoma shule, even though you didn't go to school, niwaulize, kuna mwalimu yeyote anapenda mwanafunzi mtoro?
Does any teacher love a student who doesn't attend classes? Mwanafunzi ambaye anafika leo kesho haji. Kuna A mwalimu student anapenda who hiyo. come today and tomorrow they miss out. Na mwalimu wetu Yesu And our teacher Jesus, hapendi kuona washirika watoro he kwenye is not ibada. happy to see those kind of students. Tunapofika kwenye ibada, If we go to the service to the maana yake church, tunakuwa tumemheshimu Yesu we are respecting Jesus, ambaye ni mwalimu wetu who mkuu. is our teacher. Sema amen. Say amen. Lakini jambo la pili, But the second thing, mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu. a human being was created with three things. Ana mwili, They have the nafsi body, na roho. they have the spirit, Mwili, and the soul. nafsi na roho. the flesh, the soul, and the spirit. Hebu tuseme mwili, nafsi na roho. The flesh, soul, and spirit. Vitu vingapi? Three things. Na hivi vyote vinakula. And those three things, they are fed. Mwili unatakiwa kula, The body, we need food, nafsi inakula, and the soul need to eat as well. na roho pia And the inakula. spirit, we need to eat. Mwili unakula nini? What does the body eat? Ugali, wali, chapati, You know, ugali, chapati, and sindio? rice, Kuku. chicken, Hivi vyakula tunavyoviandaa kwenye meza all hivi the food that we ni prepare. kwa ajili ya mwili. That's for the body. Na Mungu amewabariki Australia, And hamna God shida ya blessed chakula. Australia, you don't have the problem of food. Mnakula tani yenu. You just eat every time. Huku nakuta matunda mnaweka kwenye mishikaki ni kukwanjua tu. You find even the fruit on the... Ile yote inajenga You mwili. just eat to build your body. Lakini chakula cha nafsi But the food for the soul, ni sifa. that's the praise. Na ndio maana Mungu kwa kuwa ni nafsi, That's why, because Jesus is the soul, anapenda sifa za he watu likes wake. the soul, the praise. Hakuna mwanadamu duniani asiyependa There kusifiwa. is no one in the world who Kwa doesn't like sababu to be tuna praised. nafsi. Because you have the soul. Unaonaje mtu akikwambia umependeza How do kweli? you feel if someone tells you that you look good? Si unajisikia raha? You feel Kwa happy. sababu nafsi imelishwa. Because the soul has been fed. Kwa hiyo chakula cha nafsi ni So sifa. the food for the soul is the praise. Unaposifiwa unalisha If nafsi. someone is praising you, they are feeding your soul. Lakini roho, But the spirit, chakula chake ni neno la Mungu. the food for the spirit is the word of God. Roho zetu zinatakiwa zilishwe neno Our la Mungu. spirit, we have to be fed with the word of Maana God. yake kama haulishwi neno la Mungu, If you don't eat the word of God, mwili utanenepa, your body will get fat, utakuwa na kitambi, you will have your tummy, lakini roho yako imekonda, but your spirit is very, very thin. imesinyaa. It's very, very Mimi thin. ningesema hivi, That's why I'm saying this. kama unavyopata afya nzuri katika The mwili, same way you fed your body, pata na afya nzuri katika roho yako. you need to be feeding your spirit Na as huwezi well. kupata afya nzuri ya kiroho You will not be spiritually fit kama wewe ni mtoro kwenye ibada za if you don't kanisa. attend the service properly. Kama bado unanipenda sema If you amen. still love me, say amen. Alafu muwe mnaangaliana, aliyekasirika And you maana have yake to look uje to one huyo huyo. another. The one who is not happy, Aliyekasirika maana yake huyo neno the limemgusa. one who is not happy, that means that they have been touched by the Biblia word of God. inatuambia neno la Mungu ni chakula chetu cha The kiroho. Bible says that the word of God is our spiritual food. Wapendwa wangu, ninawatakia neema ya Kristo Brethren, I wish you the grace from God, ili kwamba tuweze kuwa wahudhuriaji wazuri so kwenye that we ibada. can be the good church members who attend the service. Haleluya. Hallelujah. Nasema haleluya. I'm saying a Naomba hallelujah. nikuulize kidogo. I want to ask you one thing. Kuhudhuria ibada ni sheria, ni agizo la Mungu au ni hiari? To attend the service, is it a command from God or it's just something you do when you feel it? Na usipotekeleza agizo la Mungu, tumesema utafanya And nini if you mbele? don't follow God's command, what will happen to you? Kwa Kirundi, You will get ashamed. nani anapenda You will kumaramara get hapa? ashamed. Who like to get ashamed? Sasa acha utoro wa ibada. So stop missing out the service. Wakitangaza hapa kuna Church ibada, service. If they say that there is a church service, kanisa lijae kama lilivyojaa the whole leo. church should be full the same way it looks Hapa maana today. yake wote, hakuna atakayeaibika. Which means that everyone, there is no one who will be ashamed. Mungu atubariki kwa neno lake. May God bless us for Amen. His word. Amen. Mungu atubariki kwa neno lake. May God bless Amen. us for His word. Amen. Natamani tupate muda kidogo tuombe I wish to have a little time to pray. na tusimame sasa. Let us stand now.
Shikaneni mikono. Take one another your hand. Shikana mkono kama nilivyoshikana Just mkono hold your neighbor's hand. Na useme maneno haya. And say these words. Fumba macho yako, sema asante Close your Bwana eyes Yesu. and say thank you Jesus Christ. Nimelisikia neno I have lako. heard your word. Na mimi ninasema. And I'm saying. Nitayaangalia maagizo yako yote. I will follow your commands, all your commands. Ili nisiaibike. So that I won't get ashamed. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Nitakuwa mhudhuriaji mzuri. I will be attending the service properly. Siku zote za ibada. Every single service day. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana nisaidie. God help me. Nisije nikaaibika. So that I don't get ashamed. Bwana nisaidie. Help me Lord. Nilitendee kazi. So that I can put in action. Neno lako. Your word. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Endelea kushikana na huyo alafu muombe sasa. Omba kwa ajili yake kwamba Bwana msaidie huyu awe mhudhuriaji mzuri kwenye ibada. Na ujiombee na wewe mwenyewe kwamba Mungu nisaidie nisije nikaaibika, nihudhurie ibada zote katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Naomba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, naomba kwa ajili ya kijana huyu kwamba utupe neema ya kujali ibada zote za kanisani katika jina la Yesu. Ondoa udhaifu ndani yetu katika jina la Yesu. Tupe kujali ibada. Mama huyu na baba huyu, kila mmoja ajali ibada. Siku za ibada ziimbe ndani yetu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, nakushukuru kwa sababu ni mwema. Umesema nasi leo katika Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Sema wote amen. Kama unaweza kumshangilia Yesu kwa makofi yako. Jesus.